بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد هو وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بالتقوى الله. Kila sifa kamilifu ni zake Mwenyezi Mungu, mmoja mwenye nguvu na mwenye msamaha, anayegeuza usiku kuwa mchana ili iwe ni ukumbusho kwa wale wenye roho na wenye kuona. Nashuhudia kuna Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja asiyekuwa na mshirika, na ninashuhudia shahada ya pili ya kwamba Bwana wetu Muhammad ni mja wake na ni mtume wake, mtume ambaye aliyefikisha ujumbe wa Allah, wanasaha al-umma, na akaunasihi umma, na akafanya juhudi katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala paka yakamfika mauti. Tunamwomba Allah peleke sala na amani juu ya mja wake na mtume wake Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na sahaba zake kiram na wote watakaomfuata kwa wema paka siku ya malipo mazuri. Ama baada ya hayo, waja wa Allah, ninakuhusieni bila kuisahau nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kufuata maamrisho yake tunayoamrishwa na kuacha makatazo yake tunayokatazwa, na wala hawajapata waja wema kuhusiana jambo lililokuwa bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na watukufu Islam, ama khutba yetu ya leo tutazungumzia ibada ambazo zinazopatikana katika hii miezi mitukufu. Na waja wa Allah, kwanza tambueni ya kwamba tunapoisoma Qur'ani, kitabu kitukufu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika surati Tauba aya 36 anasema ya kwamba baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah, hakika idadi ya miezi ya mwaka mzima wa Islam mbele yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni miezi 12 katika elimu yake Allah Jalla wa Ala. Yauma khalaqa as-samawati wal ard, tangu Allah tabaraka wa Ta'ala alipoiumba mbingu na ardhi, minha arba'atu hurum, katika hiyo miezi 12 wa Islamu iko miezi 4 ambayo ni mitukufu kabisa. Dhalika dinul qayyim, hiyo ndiyo dini iliyokamilika, hiyo ndiyo dini iliyokuwa sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msidhulumu katika hiyo miezi 4 nafsi zenu. Na watukufu Islamu, anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ili kutaka kutuwekea wazi hiyo miezi 4 ni miezi gani. Hadithi imetoka kwa Abi Bakrata radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama khataba fi hijati faqal, hakika mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku moja alihutubu katika hija yake, akawaambia masahaba ya kwamba inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ardi, hakika wakati umekwisha endelea tangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoumba mbingu na ardhi. Sanatu 12 minha arba'atu hurum, mwaka mzima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaufanya una miezi 12. Katika hiyo miezi, ndugu zangu, kuna miezi 4 ambayo ni mitukufu. Akasema Mustafa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, 3 mutawaliyati, miezi 3 wa Islamu ni miezi inayofuata
kufuatana umoja baada wa wengine. Akaitaja mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wasallama Dhulqaada wa Dhulhijja wal Muharram. Dhulqaada wa Islamu ni mwezi wa 11 wa Kiislamu, na Dhulhijja ni mwezi wa 12 wa Kiislamu, na Muharramu ni mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Wa Rajabu Mudharru alladhi baina Jumadi wa Shaabani, na mwezi wa 7 ambao huko katikati ya mwezi wa 6 na wa 8, nao ni mwezi wa Rajabu. Ndugu zangu watukufu Islamu, miezi hiyo ndiyo tumeambiwa tusidhulumu nafsi zetu, tujiepushe katika hiyo miezi mine kufanya dhulma ya aina yoyote. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, wewe ambaye unanisikiliza, usiwadhulumu watu hata kama unajiona una uwezo na nguvu za kuweza kufanya hivyo. Tambua ya kwamba ndugu yangu Muislamu, dhulma ni mbaya iwe itakavyokuwa. Tambua ya kwamba dhulma ni mbaya. Adh-dhulma tarji'u qubahu ila nadami. Tambua ya kwamba dhulma marejeo yake ni mabaya kabisa. Amesema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama kutuambia ubaya wa dhulma. Anasema ya kwamba adh-dhulma dhulumatu yawm al-qiyama. Tambua ewe Muislamu, dhulma ni giza kubwa siku ya kiyama. Utakwenda wapi wewe hauna nuru ya Allah? Utakwenda wapi wewe ambaye umetoka duniani umedhulumu haki za watu? Kwa hiyo ya kwamba dhulma ni giza lililokuwa kubwa kabisa. Unatakiwa wewe Muislamu ujiepushe. Wewe umewadhulumu watu, umekwenda kulala ndugu yangu Muislamu, lakini tambua ya kwamba yule ambaye uliyemdhulumu halali anakushtaki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usiku na mchana. Tanamu ainaka, ewe ndugu yangu Muislamu, jicho lako limelala, wal madhulum lam tanam. Tambua ya kwamba lakini yule ambaye uliyemdhulumu jicho lake halilali, yad'u alaika, anakuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usiku na mchana. Wa ainullahi lam tanam. Tambua na jicho la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala halilali ndugu zangu. La ta'khudhuhu sinatu wala naumu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haimshiki usingizi wala kulala. Macho yake yako macho daiman abadan sarmada, usiku na mchana Allah anaangalia. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu Waislamu, na wewe ambaye uliyedhulumiwa, isifiki nafasi ukakata tamaa ukadhani ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekusahau. Ndugu yangu, Allah sahau, Mungu hasahau lilofanyiwa. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la ansurannaka walau ba'da hini. Ewe mja wangu, tambua ya kwamba nitakunusuru japokuwa kwa muda mfupi kabisa. Kwa hiyo Waislamu, ogopeni dhulma, ogopeni dhulma. Anasema Mustafa Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, wattaqi da'wat al-madhlumi. Ewe Muislamu, ogopa dua ya mwenyewe uliyemdhulumu, ogopa dua ya mwenye kudhulumiwa. Fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijaba. Tambua ya kwamba dua ya mtu yoyote ambaye aliyedhulumiwa, mbele yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haina pazia baina yake yeye na Allah Jalla wa Ala. Hiyo ni dua ndugu zangu, akiomba anajibiwa hapo hapo. Wallahi Mungu anajibu dua ya mwenye kudhulumiwa. Sikiliza kisa ndugu zangu. Mama mmoja alimsemea uongo sahaba mtukufu katika wale masahaba 10 al-mubashirina bil janna, waliobashiriwa pepo na mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Sa'id ibn Zaidi, mama huyu anamfanyia dhulma, na ni tabia za wanawake, akitaka kukuaibisha lazima ajenge maneno mabaya ya kuaibika mbele ya watu. Kwa hiyo akasema ya kwamba Saidi amemdhulumu shamba lake, na hali ya kuwa ni uongo. Ndugu zangu, sahaba mtukufu aliposikia haya, hakuna nafasi alikimbilia, bali alimuelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuomba dua juu ya huyu mama. Akasema, Allahumma in kanat kadhiba, ewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa mama huyu ananisemea mimi uongo, basi ninakuomba Allah, fa'ami basaraha waqtuluha fi ardiha. Basi ninakuomba Allah, mpofowe macho yake
na umuue katika hilo shamba lake ambalo anasema mimi nimemdhulumu. Fa'ama Allahu basaraha, Allah tabaraka wa taala akakubali dua. Thumma bainama hiya tamshi, kisha alipokuwa anatembea ndugu zangu watukufu Islam, fi ardhiha idh waqa'ati fi khufrati famatati. Rawahu Muslim, hadithi imepokelewa na Imamu Muslim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Waislamu akapokea dua ya mwenye kudhulumiwa, akampofoa ule mama macho yake, na alipokuwa anatembea pembezoni mwa shamba lake akaanguka katika shimo na hapo akafa. Waislamu, wattaqi da'watul madhlum, ogopeni dua ndugu zangu ya mwenye kudhulumiwa. Dhulma yoyote itakavyokuwa ni dhulma ndugu zangu, akikuombea dua tambua ya kwamba wewe dua yake itakubaliwa na wewe utapata madhara. Ogopeni dua Waislamu ya mwenye kudhulumiwa, haina pazia baina ya Mwenyezi Mungu na yeye. Hiyo ndiyo maana ndugu zangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ameharamisha dhulma baina yetu. Asitokei mtu yoyote kumdhulumu mwenzake, imeiwa kwa maneno au kwa vitendo au kwa kitu chochote. Rudisha dhulma ndugu yangu. Kama una deni na una uwezo wa kulipa alafu unataka umlipi mwenzako, tambua hiyo itakuwa ni dhulma na Allah ataijibu siku ni moja tu ndugu zangu. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadi inni dhalamtu nafsi inni haramtu dhulma ala nafsi, enyi waja wangu, hakika mimi Mola wenu nimeharamisha dhulma juu ya nafsi yangu. Allahu laysa bidhallami lilabid. Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio mwenye kuwadhulumu waja wake, ameharamisha dhulma kwa nafsi yake. Waja'altuhu bainakum muharrama, na akaifanya baina yenu nyinyi Waislamu iwe ni haram. Fala tadhalamu, basi Waislamu msidhulumu nafsi zenu, msidhulumu nafsi zenu. Hadithi imepokelewa na Imamu Muslim. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu Islam, tambueni ya kwamba dhulma inabomoa undugu, dhulma inabomoa umoja, dhulma inamweka mtu mbali na ndugu zake. Kwa hiyo Waislamu, tambueni ya kwamba tuko katika miezi ambayo tumekatazwa ndani yake sisi Waislamu kufanya dhulma, tusidhulumu nafsi zetu. Na watukufu Waislamu, ndani ya hii miezi mine, miezi mitukufu, kuna mwezi wa Dhulhijja ambao ndani yake ndugu zangu watukufu Waislamu mna ibada nyingi. Mojawapo ya ibada ndugu zangu ni ibada ya hija, ibada ambayo watu wengi wamepuuza, ibada ambayo watu wengi wameiona haina thamani, hali ya kuwa ibada hiyo ndugu yangu, yule ambaye atakayefanya anasamehewa madhambi yake, anakuwa kama kitoto kidogo. Anasema Mustafa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, man hajja lillahi falam yarfuthu walam yafsuku, yule ambaye atakayehiji kwa ajili ya Mwenyezi Mungu akatakasa nafsi yake katika hija yake, hakusema maneno machafu wala hakusema maneno mabaya, raja'a min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu, huyo mtu ndugu zangu yanatoka madhambi yake kama siku aliyozaliwa na mama yake. Na ndugu zangu anakuwa na dhambi kama mtoto mdogo. Mtoto mdogo anapendwa na kila mtu kutokana ni msafi na hana dhambi. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu Waislamu, tambueni ya kwamba hija ndugu zangu malipo yake haina malipo isipokuwa ni pepo. Qala salawatullahi wa salamuhu, amesema Mustafa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ya kwamba alhajjul mabruru laysa lahu jazaa illa aljanna, hija ndugu zangu iliyoijiwa vizuri kwa utakaso na maneno masafi haina malipo ndugu zangu isipokuwa malipo yake ni kuingiza katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ndo tumeyakosa wengi ndugu zangu. Ingekuwa tunajua tungekimbilia kila mmoja kutafuta mali aende hija ndugu zangu. Unakwenda hija umejana madhambi, unarudia kama mtoto mdogo. Tambueni ya kwamba ndugu zangu, kila ambaye anayehiji, kila ambaye anayefanya umra, hawa ni wageni
wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah ndio anakaribisha kama wageni wake watukufu. Unaonaje wewe Muislamu kupokelewa na Allah tabaraka wa Ta'ala? Heshima za duniani ukiitwa na gavana unajiona wewe ni mtukufu katika watukufu, itakuwaje Allah tabaraka wa Ta'ala anatangaza mahujaji na wenye kufanya umra ni wageni wangu? Anasema Mustafa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, alhujjaj wal umar wafdullahi, mahujaji ndugu zangu na mu'tamara wote ni wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Da'ahum faajabu, anasema ya kwamba Allah aliwaita na wao wakamuitikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasaaluhu fa'atahum, wakamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shida zao, matatizo yao, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa yale ambayo waliomuomba. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu Islam, ibada ya hija na swala wanazosali zimetofautiana na sisi huku ambapo tulipo. Ndugu zangu, Mtume anasema ya kwamba salatu fil masjidil harami, swala ndugu zangu katika msikiti wa haram, sala moja ya haji aliyekwenda kule akasali katika msikiti wa Maka, msikiti mtukufu, sala yake inalingana na sala 1000 ambapo sio katika mji wa Maka. Ndugu zangu watukufu Islam, na swala katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama inalingana na swala 500. Ndugu zangu, hayo ni malipo ambayo tumeyakosa wengi kwa sababu ya kupuuza jambo la hija. Ndugu zangu watukufu Islam, tambueni ya kwamba mwezi wa Dhulhijja ndugu zangu kuna ibada nyingi za kufanya kwa wale ambao hawakuweza kuwa na uwezo wa kwenda hija. Ndugu zangu watukufu Islam, katika mwezi wa Dhulhijja kuna siku 10 ambazo ni masiku bora ndugu zangu kufanya matendo mazuri ndani yake. Anasema Mustafa Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, hadithi kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, anasema mtume wa Allah, rehma za Allah ziwe juu lake, anasema nini huyo mtume ndugu zangu kuhusu hizo siku 10 tunazonadiwa? Ma min ayyamil a'malu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, anasema hakuna masiku waislamu zinazopendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufanya matendo mazuri ndani yake kuliko hizi siku 10, yani ayyamil ashri, yani siku 10 ndugu zangu za mwezi wa Dhulhijja. Ndugu zangu, tujiandae kuyafanya mazuri, ni msaada wa Mungu. Wewe uliyekuwa hai, toa sadaka yako ndugu yangu Muislamu kwa kujenga nyumba ya Allah, toa sadaka yako kwa kuwasaidiza wale wasiojiweza, swali swala 5 ndugu yangu, fatisha suna zilizofaradhishwa katika sala 5. Sala yako yenyewe haiwezi kukamilika ndugu yangu kama hautaswali suna. Ndugu zangu, zitakapoletwa ibada kwa Allah tabaraka wa Taala, swala yako ikawa na upungufu, tambua ya kwamba wataambiwa malaika, nendeni katika ibada za suna muangalie kama mja wangu alisali, ili tuongeze hapa katika ibada yake ende peponi. Wewe ambaye unasali alafu unakosa kuswali suna, tambua utakuwa na matatizo mbele yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwezi wa Dhulhijja ndugu zangu watukufu Islam ni mwezi wa kutenda matendo mazuri. Wasaidieni watoto wanaosoma madrasa kwa kila msaada wote watahitaji, utapata malipo mbele yake Allah. Wasaidieni mayatima, wajane na wale ambao wasiojiweza, utapata malipo mbele yake Allah tabaraka wa Taala. Masahaba wanamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuhusika na hizi siku 10, ya Rasulullah, wala jihadi fi sabilillah, ewe mtume wa Mungu, hata jihadi kwenda vita zinashinda hizi siku 10? Mtume anawaambia wala jihadi fi sabilillah, hata jihadi haimshindi mtu ambaye amefanya matendo mazuri ndani ya hizi siku 10. Mtume akaleta harful istithna, illa rajulu kharaja binafsihi wa malihi falam yarji'u min dhalika shay'in, isipokuwa mtu Muislamu alitoka yeye mwenyewe na akachukua na mali yake wakaenda vitani, alafu yeye akafa huko, mali yake ikasambaratika huko. Huyu ndiye anayemshinda mtu ambaye aliyefanya matendo mazuri katika hizi siku 10. Kisha ndugu zangu watukufu Islamu,
mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama akasema katika hadithi nyingine kuonesha ubora na utukufu wa hizi siku 10, hadithi inayotokana na Abu Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, hakika mtume wa Allah alisema, ma min ayyamu ahabbu ila Allah an yata'abbada lahu fiha min 10 dhilhijja. Anasema ya kwamba ndugu zangu, hakuna masiku yanayopendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufanya ibada ndani yake kuliko hizi siku 10 za mwezi wa Dhulhijja. Yasikilizeni ndugu zangu, matendo ya ibada katika siku 10 hizo ziko mbele yetu. Yaadilu siyama kulla yaumi minha bisiyami sana. Kufunga siku moja ndugu zangu katika hizo siku 10 inalingana na kufunga mwaka mzima. Na watukufu Islamu akasema tena mtume, wa qiyamu kulla lailati minha biqiyami lailatul qadri, na kusimama usiku mmoja katika hizo siku 10 inalingana ndugu yangu na kusimama kisimamo cha lailatul qadri. Ndio maana wanazuoni wakasema, laiti kama singelikuwa lailatul qadri ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi hizi siku 10 zingekuwa bora kuzidi hata mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, ikiwa utashindwa kwa kuwa wanadamu ni wavivu kwenye mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wengi ni wapuuzi, kama utashindwa kujikita katika ibada hizi ambazo Mwenyezi Mungu katuwekea hapo mbele, basi ndugu yangu usikose hata siku ya Arafa ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama ameulizwa kuhusu saumu ya Arafa. Anasema yukaffiru sanata al-madhiya wal-baqi, siku moja ya Arafa ndugu yangu inasamehewa madhambi ya mwaka mzima uliopita na ambao umebaki unaokuja. Ndugu zangu, Allah anavuta madhambi. Siku nzuri ya kuomba dua ndugu zangu duniani ni siku ya Arafa. Wamesimama ndugu zetu mahujaji Arafa, na wewe unainua mikono unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu watukufu Islamu, Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala amewasifu waja wake bora wenye matendo mazuri ndani ya Qur'ani. Anasema Allah Jalla wa Ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi, sio wema waislamu kuelekeza sura zetu upande wa mashariki na magharibi katika ibada ya kuswali. Sio wema tu ndugu zangu, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, lakini wema ndugu yangu Muislamu, kwanza umwamini Mungu kisawasawa, uwe na Mungu pamoja naye, akikuita uitike, akikutafuta akupate, alipokuamrisha akuone, na alipokukataza akukose. Hiyo ndiyo imani ya kumwamini Allah. Sio ndugu zangu Ijumaa mmejaa msikitini, la asiri kifika mmepotea, nyinyi wote mmekokotwa na shughuli zenu, na ibada ya Mwenyezi Mungu inakosa watu. Man amana billahi ni kumwamini Mwenyezi Mungu, wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho kama ipo. Yote unayoyafanya utalipwa, yote uliyofanya utakutana nayo mbele yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha wal malaika, na ukaamini malaika kama wapo, kiraman katibina ya'lamuna ma tafaluna, watukufu wenye kuandika, wanaandika matendo yenu mnayoyafanya. Kushoto na kuume unaratidi na aqid wako wanaandika matendo yako. Tambua hao wa malaika uweze kuamini. Wal kitabu, na uamini kitabu. Qur'ani ni kitabu chako ndugu yangu, unakiamini, unakisoma, unakifundisha, ama kimewekwa kwenye kabati. Ndugu zangu watukufu Islamu, wanabiyina, na kuamini mitume wote, la nufarriqu baina ahadi min rusuli, usitofautishi baina ya mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa atal mala ala hubbihi, kisha baada ya kufanya hayo uchukue mali yako hali ya kuwa unaipenda, uwape ndugu zako wa karibu. Unajenga maisha, adui akitaka kuja upitia kwa ndugu yako wa karibu ndiye akupate wewe. Kwa hiyo kama umetoa pesa ukazungusha kwa ndugu zako, adui kukufika haiwezekani. Ndugu zangu, toa mali yako wape wako ndugu zako wa karibu, wasaidie ndugu zako hadi yako unaipenda. Alafu waliyatama uwasaidie na mayatima, walmasakin, na uwasaidie maskini, wabena sabil, na wale wenye kuharibikiwa na safari zao wakija kuomba wapeni, wasailina, na wale ambao wanaomba, wafirriqabi, na kuacha watu mahuru. Kisha hapo Allah ndo analeta ibada. Wa aqama sala, simamisha swala, wa ata zaka, na utoe zaka. Walmufuna biahadihim idha ahadu, na
wale ambao wanatekeleza ahadi zao pindi wamepoahidi wakatekeleza. Tambueni ya kwamba ahadi zitaulizwa ndugu zangu. Waislamu wengi ni waongo, wakiahidi hawatekelezi. Katika mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i, na wale ambao wanasubiri katika shida na madhara, wa hina al-ba'si. Mwenyezi Mungu akasema ulaika ladhina sadaqu, hao ndio waislamu waliosadikisha maneno ya Allah, wa ulaika humul muttaquna, na hao ndio wale ambao wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndugu zangu watukufu Waislamu, katika mwezi wa Dhulhijja ndani yake mna ibada zilizokuwa tukufu. Mojawapo ni ibada ya kuchinja. Ndugu zangu watukufu Waislamu, ibada ya kuchinja kwa wale wenye uwezo wanahimizwa. Masahaba wamekaa na Mtume Muhammad, warada anna sahabata saalu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama fi sha'ni al-adahi. Ndugu zangu, imepokelewa hadithi ya kwamba masahaba walimuuliza Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama katika jambo la kuchinja. Wanamwambia Mtume, faqalu wama lana minha, ewe Mtume, ikiwa kama sitachinja tutapata nini katika kuchinja? Yasikilizeni majibu ya Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Anawaambia masahaba, bikulli sha'aratin hasana, rawahu Ibn Majah wa Tirmidhi, hadithun hasan. Anasema ya kwamba kila nyoa moja linalopatikana katika mnyama au katika mwili wa mnyama, basi tambua Muislamu ambaye atakayechinja kila nyoa moja anaandikiwa thawabu. Ndugu zangu, ni malipo watakayoyapata wenye kuchinja. Allah tujalie tuwe miongoni mwao, Allahumma amin. Na ndugu zangu watukufu Waislamu, na sio hayo tu ndugu zangu, anasema Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wasallama an Husaini ibn Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, kutoka kwa Husaini mtoto wa Ali, radhi za Allah ziwe juu lake, alisema Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Anasema nini ndugu zangu watukufu Waislamu? Man dhaha tayyiban nafsahu muhtasiba li udhiyatihi, atakayechinja Waislamu vizuri kwa utakaso wa nafsi na akitaraji malipo ya kichinjo chake kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kana tilahu hijaba minan nari, hicho kichinjo ndugu zangu kitakuwa kwake ni kinga kutokana na moto wa Jahannam. Faida zilioje ndugu yangu, ukatoa pesa ukanunua mnyama ukachinja, Allah anakuweka mbali na moto wa Jahannam. Kisha ndugu zangu, Mtume akatoa tahadhari kwa wale mabakhili ambao wana uwezo alafu wanakataa kuchinja. Yasikie tahadhari za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Anasema ya kwamba man wajada saata falam yadhi fala yaqrabanna musallana, yule ambaye atakayekuwa na uwezo wa kuchinja alafu asichinje, basi huyo mtu asijongelee swala ya Idi yetu, asijongelee swala yetu ya Idi, abakie nyumbani kwake asisali na Waislamu. Haya ni maneno ya mtukufu wa daraja Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadul muhtaduna jalla jalaluhu, fa idha qara'ta alquran fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Inueni mikono yenu muombe Mwenyezi Mungu msamaha, atakusameheni makosa yenu. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kila sifa kamilifu ni zake Allah jalla wa ala, mlezi wa viumbe vyote. Mwisho mwema ni kwa wale waliosikia na mwisho mbaya ni kwa makaidi. Na muomba Allah nikishuhudia kwamba yeye ni mmoja wa pekee asiyekuwa na mshirika, na Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Allah zipeleke sala na amani juu ya mja wako na mtume wako Muhammad
yeye na watu wa nyumbani kwake na sahaba kiram na wote waliojazana katika nyumba yako paka siku ya mwisho. Waja wa Allah, nakuhusieni kwa mara ya pili bila kuisahau nafsi yangu kumcha Allah. Ndugu zangu, tuyafate tunayoambiwa, tuache tunayokatazwa, na wala wajapata waja wema kuhusiana yaliyokuwa mazuri kama vile jambo la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na watukufu wa Islam, baada ya siku 9 ndugu zangu, tambueni ya kwamba tutakuwa tumeingia katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Mwezi wa Dhulhijja, masiku ambayo ndugu zangu ndani yake mna mambo ya ibada, ndani yake mna ibada ya kuchinja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tambueni ya kwamba ameweka wepesi kwa wale ambao hawana uwezo wa kuchinja ng'ombe mzima wala hawana uwezo wa kuchinja ngamia nzima. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataka watu washirikiane ndugu zangu, ili upate thawabu za kuchinja. Watu 7 wachangie ng'ombe, watu 7 wachangie ngamia ambaye ni mmoja ndugu zangu, wachinje ndugu zangu. Na haya ametuambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Jabiri anasema ya kwamba amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an nashtarika fil ibli wal baqara kullu 7 minna fi badanati. Rawahu Muslim. Anasema ya kwamba ametumamrisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama tushirikiane katika kichinjo ng'ombe au ngamia, watu 7 ndugu zangu miongoni mwetu. Haya ni maneno ya Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Na hapa msikitini ndugu zangu kuna utaratibu wa biro inapokea pesa za watu 3, watu 5, watu 7 wenye kuchangia. Wataona ofisi huko juu wanapokea pesa ili muweze kuzipata thawabu hizi. Zimeandaliwa kwa mwaka mara moja, na zikiondoka tutazipata, na huenda miongoni mwetu baada ya mwaka kwisha labda tutakutana tena katika msikiti tumeenea. Kwa hiyo mwenye masikio na asikie, na mwenye akili azingatie aweze kutekeleza amri ya Mungu. Inasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu an arba'il khulafa'i rashidin minhum Abi Bakr as-Siddiq وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن 6 المبشرين بالجنة وعنا معهم بكرامك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في الدين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات يا قضي الحاجات ويا مجيب دعوات. آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.